Basi kwa mara nyingine, hii ni Pendo TV. Nimerejea tena kwa sababu kuna mambo nataka tuzungumzie. Na siku ya leo nataka kuleta mjadala unakaa namna gani, ama nataka kuleta mjadala upi. Siku ya leo kuna mtazamaji aliniambia, Pendo TV, tungependa uongee juu ya nini inafanyia kipochi manyoya wakati watu wanafungulana. Kipochi manyoya kinaanza kutoa sauti, ama kinaanza kulia, kinaanza kunyamba. Kuna kipochi manyoya huwa zinanyamba kutoa sauti, kutoa makelele wakati mwanaume anafanya nini, wakati mwanaume anaingia mahali pale. Kuna mtazamaji aliniambia, ningependa utueleze ni kwa nini wakati kitu kama hicho kinafanyika, wakati watu wanafungulana, wakati wapenzi wanafungulana. Ninajua ni watu wengi sana washapitia mambo kama yale, washapitia hali kama hiyo. Hata mimi nikiwa Pendo TV nishaipitia hali kama ile, na ikafika mahali hata nikajidharau, nikaona ya kwamba ni kama sijakamilika, lakini na hilo ni jambo la kawaida. Hayo ni mambo ambayo huwa yanafanyika, na ndio na maana nataka tuongee siku ya leo, ndio tujue ni nini huwa inasababisha kipochi manyoya wakati mwanaume anaingia pale ndani. Nini inafanyanga kipochi manyoya kitoe sauti? Nini inafanyanga kipochi manyoya kianze kunyamba? Hiyo ndio topic ya siku ya leo, ama huo ndio mjadala wa siku ya leo, na kwa hivyo ninakukaribisha ujisikie ukiwa nyumbani. Lakini kabla sijaanza, mara nyingine nakuomba kwa heshima ukubali kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Niko hapa ili tukaweze kusaidiana, niko hapa ili tukaweze kusoma, niko hapa ili tukaweze kuelimishana. Kwa hivyo tu ningekuomba wewe follower wangu ushare to as many people as possible. Wewe ambao hujasubscribe katika channel ya Pendo TV, itikia kusubscribe, itikia kushare, to like, na unapofanya hivyo utakuwa unaniinua. Naambianga tu support yenye mnaweza nipatia tu ni ya kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Na jambo lingine ambalo nawasihi mkaweze kufanya, finya kengele, ndipo wakati ninaweka video ukaweze kuwa wa kwanza kuipokea ile video ikakufikia kwa njia ya haraka. Wacha tuingie kwenye mjadala wa siku ya leo. Kuna mtazamaji aliniambia, Pendo TV, aliniandikia message akaniambia, Pendo TV, ningependa uongee na utuelezee ni kwa nini wakati mwanamke anafumbulwa kipochi manyoya chake kinatoanga sauti. Hilo ni jambo ambalo linatisha wanawake wengi sana, mimi nikiwa mmoja wao. Nikiwa na mpenzi wangu, wakati mmoja kipochi kikaanza kutoa sauti, nikashindwa ni nini inaendelea, mpaka nikapatwa na aibu sana. Lakini hilo si jambo linaloweza kufanya wewe mwanamke, la kukufanya wewe mwanamke yani kutojiamini. Sio jambo ambalo linaweza kukufanya wewe kujidharau. Hayo ni mambo ya kawaida ambayo huwa yanafanyika wakati watu wanafumbulana. Kuna yale makosa ndogo ndogo, kuna tule tufitu tudogo tudogo ambavyo huwa tunafanyika wakati watu wanafanya nini, wakati watu wanafurahia lile tendo la ndoa. Na hili ni mojawapo ya yale mambo ambayo huwa yanafanyika. Unasikia mwanaume ameingia pale, unasikia kipochi manyoya kimeanza kunyamba, kinaanza kutoa nini, kutoa sauti, unashindwa ni nini. Unasikia kinaanza kupiga kelele, unashindwa ni nini. Hebu tuangalie baadhi ya mambo ambayo husababisha kipochi manyoya kikanyambe, ama kikatoa sauti, ama kikaanza kupiga kelele wakati wapenzi wanavumbulana. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa hewa. Wakati hewa inafungiwa katika uke wa mwanamke, hewa inafungiwa. Ikifungiwa kule ndani, naye mwanaume akuje aingie ndani, aanze kuchochea, kuinuka akiingiza ndani, kuinuka akiingia, akitoka nje, kuinuka akiingiza ndani. Yani mwanaume anaanza kuchochea. Unajua vile mwanaume huwa anachochea, anaingiza mrija akitoa, anaingiza mrija akitoa. Wakati mwanaume anaingiza mrija wake akiutoa nje, kama kuna hewa ilikuwa locked inside, ama kuna hewa imefungiwa ndani, wakati anatoa mrija nje, naye hewa inafanyanga nini, inapatanga nafasi ya kutoka. Unasikia imeanza kufanya, inaanza kufanya nini, inaanza kutoka. Huo siku hatuwezi tukasema hiyo ni kunyamba. Hiyo ikuangi ni kunyamba. Hiyo ni hewa ambayo iko locked ndani, inakuanga inafanya nini, inatoka katika kipochi manyoya cha mwanamke. Kwa sababu hiyo hewa ilikuwa locked ndani, lakini sasa kumekuja kitu ya kufanya nini, kitu ya kuisukuma, ikifanya nini, ikitoka nje. Kwa hivyo wakati unaingiza mrija ukitoa nje, ukinaingiza mrija ukitoa nje, hewa naye inapatanga nafasi ya kufanya nini, inapatanga nafasi ya kutoka nje. Kwa
hivyo hilo ni jambo la kawaida. Wakati mwanaume anaingia, kama kuna hewa imefungiwa ndani ya kipochi manyoya, lazima kipochi manyoya kitatoa kelele, lazima kipochi manyoya kitanyamba, lakini sio kunyamba. Akukuangi ni kunyamba, ni hewa inakuanga ikitoka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo linafanya kipochi manyoya kitoe hewa ama kitoe hiyo sauti ni wakati kimeteleza. Mwanamke amekuwa wet, kwa Kiingereza ama kwa Kizungu tunaita lubrication. Amekuwa lubricated vizuri. Wakati amekuwa lubricated vizuri, ameanza kutoa hiyo maji, ameanza kutoa ule utelezi. Mwanaume anapoingia mahali pale, utasikia ni kama kuna mahali anaingia ndani ya maji, anaanza kufanya pacha pacha pacha. Unasikia kitu kama hiyo ikifanya nini? Kitu kama hiyo ikilia. Na wakati anaingia akitoka, unaweza kutana hata na mwanamke akitembea njiani, unasikia anawachilia, unashindwa ni nini? Sio kunyamba, ni hewa inakuanga ikitoka. Na hapa wanawake wengi najua washaifanyikiwa na hili jambo. Wakati mwanamke umekuwa too lubricated, mwanaume akiingia mahali pale, lazima utaanza kutoa hizo sauti, lazima utaanza kutoa hiyo sauti kama ya kunyamba, lakini si kunyamba, ni hewa inakuanga ikitoka. Kwa hivyo jambo lingine ni wakati mwanamke akiwa lubricated zaidi, mwanaume akiingia, hewa inaanzanga kutoka. Kuna jambo lingine pia, kubadilisha style. Kuna wale wamezoea kulala kifo cha mende, kuna wale wamezoea kulala doggy style, kuna wale wamezoea kufanya style tofauti tofauti. Kuna style ambao mwanaume anaweza akakukunja nayo, ukaanza kufanya nini? Kipochi manyoya kikaanza kutoa sauti. Kwa hivyo pia inategemea na position. Ile position ambao mwanaume amekuweka, unaweza anza kutoa sauti. Hasa kuna hii position ya doggy style. Doggy style, wakati mwanamke anakaa na hiyo style ya doggy style, kuna uwezekano mkubwa sana sauti ikafanya nini? Sauti ikaanze kutoka. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu matako yake yanainuliwa. Wakati anainuliwa matako, kuna uwezekano mkubwa sana sauti ikafanya nini? Sauti ikaanze kutoka. Huo ni uwezekano mkubwa sana wa kwamba unapoinuliwa hivyo, ama wakati unapobadilisha position, usikia kwamba kuna sauti zimeanza kutoka. Hiyo ikuangi kunyamba, ni vile tu umebadilisha position, ndiposa hewa inafanya nini? Inapata nafasi ya kutoka. Hilo ni jambo lingine. Jambo lingine ambalo linasababisha mwanamke kutoa hewa ni ile deep penetration. Unajua kuna wanaume wanakuanga na mrija mrefu, anaingia ndani kabisa mpaka unasikia mrija ni kama unaweza tokea kwa mdomo. Mwanaume mwenye ako na mrija mrefu, hiyo deep penetration, wakati anaingia ndani, kuna mahali anaingia deep kabisa. Hiyo deep penetration inafanyanga mwanamke aanze kufanya nini? Mwanamke atoe hewa. Wakati anaingia hivyo deep, alafu anaanza kutoa mrija nje, hewa inaanzanga kufanya nini? Hewa inaanzanga kutoka. Kwa hivyo hata deep penetration inafanyanga mwanamke aanze kufanya nini? Aanze kutoa sauti. Na ndipo sana nasemanga ni vizuri mwanaume, wakati unaenda kulala na mwanamke pale, mnafanya hili tendo la ndoa, wacha kuingia huko ndani sana, anza huku kwa ukuta, gonga ukuta, chini juu, kando hivyo, kando ya ukuta, gonga ukuta, na bado utafanya nini? Bado utaridhika. Sio lazima uingie hivyo deep. Unaweza fanya tu na ukuta, lakini ufanya nini? Ufanya nini na uridhike. Si lazima uingie that deep penetration. Jambo lingine ambalo nataka kuzungumzia mahali hapa ni relaxed pelvic muscle, relaxed pelvic floor. Wakati pelvic imerelax, kuna uwezekano mkubwa sana kipochi manyoya kitaanza kutoa sauti, kitaanza kutoa makelele. Wakati pelvic floor imerelax, na saa hizo kuna movement, muna move up and down, up and down, up and down, kuna uwezekano mkubwa sana kipochi manyoya kianze kutoa sauti, kianze kulia, kianze kupiga makelele. Kwa hivyo hilo ni jambo lingine ambalo linasababisha nini? Kipochi manyoya kutoa sauti ama kulia wakati watu wanafumbulana. Kwa hivyo wewe mwanamke umekuwa ukipitia hali kama ile, nataka kuambia kwamba you are 100% normal na hakuna kitu kibaya na wewe. Uko normal kabisa, hakuna tatizo ambalo uko nalo. Na wewe mwanaume ambao ukienda kulala na mwanamke ambao mkienda kufumbulana unasikia sauti inatoka, si kunyamba anakuanga akinyamba, ni hewa inakuanga ikitoka. Kwa hivyo tangu leo usifikirie mwanamke ni kunyamba anakuanga akinyamba. Hapana, hayo ndio tu baadhi ya mambo ambayo yanasababisha nini? Yanasababisha
inasababisha mwanamke wakati anagongwa hewa inaanza kutoka katika uke wake. Huo sio ugonjwa, hilo ni jambo la kawaida. Hilo si jambo ambalo linaweza kufanya wewe kama mpenzi ukaweza kumwacha rafiki yako ama mwenzako ama mpenzi wako. Hapana, hilo tu ni jambo la kawaida ambalo huwa linatokea, na hata akifanyika mambo kama yale, you are still 100% normal. Hakuna jambo baya na wewe sio mgonjwa, uko sawa kabisa. Kwa hivyo hilo si jambo ambalo linaweza fanya mwanamume akutoroke. Hapana, hiyo tu ni hewa inafanya nini? Hewa huwa inatoka ambayo imefungiwa kule ndani, ndio huwa inafanya nini? Inatafuta njia ya kutoka nje. Kwa hivyo wewe mtazamaji ambao ulikuwa umeniuliza hili swali, najua kwamba umelipokea kwa njia mwanana, umelipokea kwa njia sawa, nimekufikia vizuri kabisa. Ujue kwa nini mwanamke anatoanga hewa wakati anagongo, wakati anavumbulwa. Anatoanga hewa kwa sababu ya yale mambo ambayo nimezungumzia mahali hapa. Najua kuna mtazamaji mwingine pia hakuwa anajua mambo kama haya. Kuna mwanamke mahali fulani maybe alikuwa anajidharau, anashindwa hii mambo inatokeanga kwa nini? Kwani mimi niko abnormal ama nini naendelea? Hapana, huko abnormal, you are 100% normal na hakuna kitu kibaya na wewe, ni hewa tu huwa inatoka. Siku ya leo nitafikisha mahali pale. Kwa mara mwingine tena ninawasihi mkaweza kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Na wale wanasikia lugha ya Kikuyu, unaweza enda utafute Eunice Nyambura N ama Tata wa Gogoyo. Ukinitafuta utanipata kwa YouTube. That is my main channel. Huwa ninaleta hayo mambo kwa njia ya Kikuyu. Hiyo lugha ya Kikuyu ndio huwa naleta haya mambo. Kwa hivyo ni vizuri ukakimbia mahali pale ukaweza kushare, kulike na kusubscribe pia. Katika TikTok, go and support me there. Ninajitanga Tata wa Gogoyo, support me there. Share to as many people as possible. Niposa nikiweka video usisikie utamu wa video peke yako. Usisaidike peke yako, saidia mwenzako ili zote tukaweza kusaidika. Ninawapenda sana. Wacha tupatane hapa siku ya kesho. Ni mimi wenyu Pendo TV. Shalom, shalom, shalom. Na kwa wale wajui maana ya shalom, shalom inamaanisha amani. Bye bye.